Well, sasa naamini kuna kitu ambacho utajifunza kwenye video hii fupi, ni kuonyesha katika shamba letu tunalozalisha na kuwakuza kuku broiler wa mbegu kubwa kabisa. Hawa ni kuku wenye maajabu na utajiri mkubwa sana wa nyama na mayai, na ni kuku ambao wanaadimika sana kwa sasa, kiasi kwamba wengine wameuziwa kuku wengine chotara wakiambiwa kwamba ni broiler na hawakuwa broiler. Katika umri huu kuku hao wanahitaji uangalizi mkubwa na wa karibu sana. Kumlea kifaranga akiwa mdogo mpaka kufikia umri wa mwezi mmoja ama siku 35 au 45 na zaidi, akiwa amemaliza chanjo zote za msingi kama Marex au Mahepe, Newcastle, Gumboro pamoja na ndui, sio kitu chepesi, sio kitu rahisi. Ni kweli inawezekana, lakini ni kweli pia kwamba sio rahisi. Inahitaji uangalizi mkubwa wa karibu kwenye upande wa chakula, usafi wa vyombo, usafi wa banda, lakini pia usafi wa maji na kiwango cha joto kwenye banda lako, pamoja na madawa, ikizingatiwa na chanjo ambayo kimsingi ni ya msingi zaidi. Leo tunataka uone tunapowapa chakula, na hili naweza nikakuachia kama swali, uniambie unafikiri ni chakula cha namna gani. Lakini huu ni mchanganyiko ambao umekidhi vigezo vyote. Ni mchanganyiko ambao hapa ndani kuna starter, hapa ndani kuna uduvi, kuna dagaa, kuna mashudu, kuna chokaa, kuna mifupa, kuna vitu vingi viko hapo, na yote hiyo ni kwa ajili ya kuweza kumjenga kuku sio tu kwenye kukua haraka, ila awe na afya nzuri na aweze kujenga kinga zake za mwili kupitia chakula anachokula. Hatupendi sana na hatushauri mtu kutumia madawa ya viwandani katika kuwakuza kuku moja kwa moja bila kufuata ushauri wa kitaalamu, kwa sababu unaweza ukaona leta madhara makubwa sana kwa walaji. Kuku wetu kama unavyoona wamechangamka. Hata hivyo ni muhimu sana kuwa na ule utaratibu wa kuwakagua mara kwa mara, ili kubaini kana kwamba kuna yoyote ambaye ana changamoto au tatizo la kiafya. Na wakati mwingine unaweza ukagundua labda kuna wengine ni kama hawakui vizuri, na hiyo inasaidia ili ujue how to handle or to solve the problem. Broiler ni kuku tajiri wa mayai kama nilivyosema, lakini pia broiler ni kuku tajiri wa nyama. Mitetea utaga mayai mpaka 280 kwa mwaka, na majogoo huko yakiwa na uzito wa kilo 4 mpaka kilo 5, na mitetea inaweza kuwa na kilo 3 mpaka kilo 3.5. Hatushauri mitetea kunenepa zaidi ili kuleta wepesi wa kutaga mayai. Anapofika kwenye umri wa kutaga mayai, unapaswa kupunguza protini siwe nyingi zaidi, kuwe na uwiano mzuri, ili kuku asinenepe tu akajawa mafuta na akashindwa kutengeneza mayai. Lakini katika umri huo, ni umri wa miezi 4 ndipo wanaanza kutaga mayai. Ni muhimu kuanzia umri wa miezi 4 chakula chao kikawa na ukazingatia zaidi masuala ya calcium, iron, ili kuweza kutaga mayai yenye virutubisho lakini mazuri yatakayofaa kutotolesha, mayai ambao sio very delicate katika kiwango ambacho yanaweza yakaharibika. Sisi shambani kwetu huwa tunawatoa broiler wa siku moja, tunawatoa broiler wa mwezi mmoja waliomaliza chanjo zote, na hawa mwezi mmoja waliomaliza chanjo zote wanapatikana kwa bei nafuu sana, ni shilingi 7,500 tu, na tunauza kuanzia 10. Na kwa wateja walioko Dar es Salaam huwa tunafanya delivery
kwa unafuu sana. Tunafanya delivery kwa gharama nafuu. Na wale walioko mikoani pia ni mazungumzo. Watu wengi huwa wananiuliza nifanye nini labda kuku wanenepe, wakue haraka. Kabla ya kuanza kufikiri kutumia sijui madawa ya viwandani ili kuku afutuke, anenepe, unatakiwa kujua kwamba kumlisha kuku ili anenepe au atage mayai mengi ni taaluma. Sasa nitakupa kwa ufupi sana. Moja, lazima uwe na ratiba inayoeleweka ya kuwalisha kuku wako. Kuku mlishe mara 3 akiwa ameshamaliza umri wa mwezi mmoja. Unamlisha 25% asubuhi, 25% mchana, alafu 50% mlishe jioni kuelekea usiku. Kuku anatakiwa jioni kuelekea usiku kuku chotara ndio hale chakula kingi, na hiyo ndio ratiba itakayomfanya kuku wako aweze kunenepa kwa haraka. Lakini jambo la pili, lazima uzingatie aina ya chakula ambacho unampa kuku wako. Je, unampa chakula cha namna gani? Hakikisha mchanganyiko wako wa chakula unakuwa na uwiano mzuri. Pumba zisiwe nyingi kama ni chakula cha kuchanganya. Hakikisha mashudu yanakuwepo ya kutosha, lakini mashudu yasizidi pumba, yani yasiwe mengi kuliko pumba. Na pumba inaanza alafu mashudu yanafuata yao ya kutosha. Tumia mashudu ya soya au mashudu ya alizeti. Alafu kinachofuata ni uduvi. Hakisha uduvi au dagaa wanakuwepo wa kutosha kwenye mchanganyiko wako wa chakula. Na vinaofuata vingine vya kuzingatia sasa ni mifupa kidogo, chumvi kwa mbali sana, na chokaa na vitu vingine. Lakini hivyo ndivyo ambavyo vinazidisha protini na fat na vitamins, zinachochea kwenye unenepaji wa kuku, na carbohydrate pia kidogo. Lakini kitu kingine ni lazima kuku wako waweke kwenye namba 3 ni eneo la kutosha. Hakikisha kuku wako hawabanani. Hakikisha kuku wako hawabanani. Eneo ambalo wapo liwe ni eneo lenye ukubwa wa kutosha. Wao kukimbia, kuchangamka, kulala, kula, na hewa isiwe nzito, iwe ni hewa nzuri. Hakikisha kuku wako wanapata mwanga wa jua kwa sehemu. Hayo ni mambo machache tu. Naamini yamekusaidia.